Zunguka yake yote. Kaona jiko hapa kwako. Jiko? Majiko yako mengi lakini yote ni wapangaji zangu. Welis. Abe. Naona tulizungumza kwenye simu, ukaniambia na mazungumzo na wewe. Ndiyo. Karibu. Bana. Na. Unajua nini? Wewe ni kijana ambaye ni mtanashati sana. Mpole. Pia unavutia. Na hata msichana yote kuona anaweza akakupenda ghafla. Naongea hivyo nikimaanisha kwamba hapa nilipo mimi nitaka kukupenda. So majiko hayo unaomaanisha wewe ya kupikia. Jiko mwanao yule wa kike yule anataka kumchumbia. Na hapa yenyewe unavyoniona nimeagiziwa nilete barua kwako ya uchumba. Barua tena uchumba? Yale. Sawa. Yote heri ndoa baraka bwana kwa Mungu. Sasa sikia. Kama sasa ndoa mizozi ulikata hela, sasa kitu kimoja nataka nikuulize. Kwa muonekano wa kijana, hela zipo? Mzee Karoleni, mambo yangu mimi hayana mlolongo wala pinga. Yule kijana unavyomuona yuko fresh kabisa. Smart na hela ipo. Welis. Mbona imekuwa ghafla hivyo? Alafu hatujazoeana. Tumekutana juzi tu hapa. Na istoshe mimi na wewe ni ndugu. Sawa. Ndugu. Lakini tambua ndugu wetu sio tumbo moja. Hivyo basi unaweza kanioa. Ni sawa unachozungumza. Wewe kijana tokea wewe gani bwana? Hapa kijijini. Kijijini kwetu hapa? Sasa mwa kijiji kingi vya tasmini hapa kijana gani mwenye hela hapa? Sidhani. Ila sasa sikiza kwa makini bwana. Kabla ya kutoa barua na kunipa, nataka umwambie nitafutie 999. Akipata ndio atie kwenye barua ilete. Mzee, lakini unaikataa bahati. Mtoto kuingia kwenye ndoa moja kwa moja jambo la heri kabisa. Jamani, kwani mimi nimekataa? Naweza kukuoa. Lakini tambua tuna wazazi ambaye mjomba na shangazi. Na pia mimi nipo kwenye lengo la kuoa. Nina mchumba naendaje kuoa. Na barua imeshaenda. Inawezekanaje sisi tukawa kwenye mahusiano? Na vipi kuhusu shangazi na mjomba akija kujua? Wewe mimi sitaki kumwezesha mwanangu. Nielewe bwana, sikia. Mimi sijakataa, nimeshakubali kwa moyo mmoja. Sitaki mali nyingi. Nataka 999. Kama kweli mwanaume ana hela, akiletea pesa mimi nitajua kama kweli ana hela. Mimi naelewa vijana hapa wote hali ngumu. Unaelewa? Unajua hata mjomba na shangazi akija kwa mimi na wewe tunapendana, watachukulia hatua hili swala. Watachana na shughuli zote, watatufuatilia. Nakupenda. Unaambiwa hivi, tajiri usinitajie mali nyingi atajiongeza mwenyewe. Unaelewa? Mimi nataka 999 tu. Kila wewe una mambo wewe. Mimi mchezo. Kama nayo kweli ataleta. Mimi najua sasa kupatikana vengele. Basi sawa. Niacha. Natambua hisia za mapenzi. Na najua jinsi gani unajisikia. Kwa hiyo naomba unipe muda. Nitakapopata mrejesho nitakujulisha. Kwa sababu sio rahisi kama unavyoona. Sawa.
Nitakapopata jibu sahihi nitakujulisha. Sawa, lakini naomba usiniumize. Basi sawa, hamna shida. Nitajitahidi, ila naomba unipe muda. Mzee Abdalla. Niambie mzee mwenzangu. Vipi hali bwana? Safi za masiku. Salama. Kwema kabisa. Kabisa. Bana toka ile siku umenisusia kabisa. Yaani umenisusia lile jambo kama niko mwenyewe. Hapana mzee mwenzangu, mizunguko mingi. Si unajua tena bwana mzee mwenzangu, mizunguko mingi. Sema mimi mwenyewe nilikuwa na shida na wewe. Ndio. Ila karibu kwanza kiki. Tena bora hata umekuja. Ndio. Maana umeletwa na Mungu. Hizo. Naambia. Najua kuna muda najiuliza maswali hadi nakosa majibu. Swali gani? Kuna muda najiuliza, kwa nini nakupenda hivi? Umenifanyia nini? Sijafanya chochote. Wewe tu. Kweli. Si kwa sababu ya uzuri wako. Hata nikisema uzuri wako, mbona kuna wanawake wengi wazuri, ila sijatokea kuwapenda kama nakupenda wewe. Hamna. Alafu kuna kitu nataka nikwambie. Unajua sisi mahusiano yetu tupo muda mrefu. Unaonaje tukaenda kumpata tukamwambia kaka? Hilo zuri. Sawa. Na hilo zuri, lakini najua hilo alisiwezi kulifanya peke yangu. Lazima nashikishe wazazi wangu. Hilo zuri. Kijana, unaonekana uko vizuri sana kutumia vipando. Ndio. Na kwa yule mzee Ndio. mimi nimeenda. Ndio. Na nikazungumza naye kila kitu. Ndio. Lakini alichonijibu Ndio. kinakatisha tamaa. Mbona ndicho tena mzee mwenzangu? Lazima nikwambie kila kinachojiri. Ndio. Kwa sababu yule mzee anachohitaji ni 999 tu. 999? Kwa maana pesa hiyo ndo anaitaka huyo mzee? Ndo mali yake. Umesikia vizuri mzee mwenzangu? Mke kapata bure. Yeye anachotaka ni 999. Yaani unamaanisha 999 hii fedha ama kitu gani mzee mwenzangu? Hiyo pesa na ndio hiyo mahali. Anataka 999. Unamaanisha nini mzee? Rezu, Abeka. unafanya nini hapo? Kanifanyia. Kijana, unabadilisha watoto wa kike kama daradara. Hapana bwana. Yaani leo unapanda hii, kesho unapanda ile. So hivyo. Mimi nalizuri na malengo. Hivi unafikiria kwamba hawa ni farasi? Unaweza kuwafanya usafiri kokote unaenda unakotaka kwa kutumia hawa dada za watu? Hapana, ila mimi sikuwa na nia naye mbaya Lezo. Rezu, Abeka. Kaka la. ondoka! Shakwamba nyumbani. Sikia brother, mimi nilikuwa sina nia naye mbaya Lezo. Mimi na uhitaji wake. Chunga sana. Hii haijaishi. Ila brother. Sasa itakuwaje? Ndio maana nikakwambia, je, unapoona kuna dalili yoyote? Lakini sawa, haina shida. Kule kijijini kwetu Mgata kule na babu yangu ni mzee wa zamani, hizo pesa atakuwa nazo. Kwa hiyo ngoja niende nikamwelekeze ile swala, akinipatia hiyo pesa nitakupatia ile upeleke. Kwa hilo hana mbambamba. Yule mzee akishaongea imenyoka kama rula. Yaani hapo imeisha. Yaani hapo ukisha kabidhi hiyo 999 na mke kapata.
Basi kama iko hivyo mzee mwenzangu, ila ngoja mimi niende nilifuatilie swala. Baada hapo nikishapata hiyo fedha basi utalimaliza wewe bwana. Basi maana yule hanaga hizi mbamba. Akichaongea kipi? Kimekaa. Basi sawa mzee mwenzangu bwana. Ngoja mimi niwe kwenye kahawa bwana. Basi sawa, sisi tunakuja huko. Haya baadaye. Unaona? Haya. Kweli ana nini hao? Yangu wake. Bila samani. Nakuaje? Fresh vipi? Baba mimi hapa mgeni leo. Umetokea? Nimetokea town. Umetoka town? Yeah. Sasa huko unaenda kwa nani? Mimi sina uko, yani ndio gani nimefika saa hizi. Muda unanipo maeneo haya. Hodi bwana. Karibu. Haya bwana. Karibu sana. Habari za sasa? Salama. Amani. Za kushinda? Jema utokako? Bwana tunashukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Niko taka salama. Okay, karibu. Sawa. Bwana, nimekuja kuitika wito wako. Maana nina mambo kidogo huko, ila sasa kutokana na umuhimu wako niko hapa. Lazima nikafike. Okay. Nashukuru kwanza kwa kuitikia wito wangu kufika mahala hapa. Ninafurahi. Nashukuru. Naam. Lakini wito huu hasa nimekuita kwa lengo moja tu. Kuna ujumbe pahala nataka ufikishe. Sasa nikusaidie nini sasa? Ameweza unisaidie katika mishe zako ambazo unakimbiza tu yote. Sasa unatoka town, mishe zako utaziweza? Freshi, mbona freshi tu mwanangu, mjomba ninakimbiza. Freshi? Haina noma, mimi nakupeleka tu kama unataka mishe. Lakini sasa kitu kingine chumba. Una hela? Hela sina. Sasa unatoka tu una hela. Adela kupanga chumba? Ndio hela hiyo kupangia chumba. Hapa ndabidi nikuelekeze kwa dalali. Ujumbe gani una mahara gani hapa? Ni ujumbe wa kawaida na ni mzuri pia. Nataka ufikishe ujumbe kwa mzee Mkaloleni. Ninaamini ni mtu wako karibu, ni rafiki yako karibu. Kwa hiyo nikaona kwamba wewe unafaa kufikisha ujumbe. Yule mimi ni shemeji yangu. Kwa hiyo kuna urahisi sana mimi kumfikia na kuongea naye kanielewa. Kwa sababu mimi shemeji yangu namfahamu vizuri. Nafahamu udhaifu wake uko wapi. Kwa hiyo nadhani limefika sehemu salama na mzee mwenzangu hata usiwe na wasiwasi. Basi nashukuru kwa hilo. Kwanza umenipa nguvu. Kwanza ni taarifa. Kwa maana na mpo wangu yule Silvano nadhani unampata. Yule Mr. Silvano amepata mwenzake pale kwenye familia ya mzee Mkaloleni ambaye ni binti yake. Dalali ni hapo. Umeona ukinyosha njia hii hapa? Nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu mkono wa kushoto. Basi fresh mjomba. Basi nipata namba yako. Ninaje nikifika ungipata chumba nikustue. Haina shida kuhusu hiyo. Binti moja hivi. Ndio alimpata. Kwa hiyo kwa mujibu wa taratibu ilivyo, vijana wakishapendana basi taratibu unafanya. Sawa, sasa ngoja mimi nifike maeneo sababu kuna mazingira naenda kufuatilia. Pale kwa muda wa kwanza mimi nilifika hapa kwa heshima yako. Na nashukuru ujumbe wako ushanipatia, basi haina shida. Nadhani Mungu atatia wepesi. Basi haina shaka. Sawa, ngoja nifike mahali. Ndio hiyo. Nashukuru mjomba. Baridi basi. Siwaze. Ngoja niende huko.
toka mjini hapo una hela. Hapo unakuja kijijini. Sema huyu akinitafuta huyu. Haya. Naona leo mpendeza na sio kaida yako. Leo umekula kitu cheupe, kanzu yenyewe hiyo eh? Ukiona mtu kavaa kanzu, ujue kuna jambo la kheri mbele yake. Kwa sababu sisi Waislamu hili ni vazi la kiheshima sana. Mimi nilijua tu. Maana leo sio Ijumaa. Maana sijazoea kuvaa kanzu Ijumaa kwenda kwenye ibada. Lakini leo umevaa umekuja kwangu itakuwa kuna neema. Sasa bwana, mimi kuna jambo lilonileta nyumbani kwako. Leta habari bwana. Tuna kijana wetu. Huyo kijana wetu baada ya tembea yake, mizunguko yake, akaonana na Tetea. Sasa kwenye kufuatilia hili Tetea linapatikana wapi? Ikaonekana kwa mzee Mkaloleni. Tetea? Ni kweli? Wangu kuna matetea wengi. Unajua mimi mtu mzima. Kuna matetea wengi kweli. Kila tetea anakaa kwenye chumba chake. Sasa unajua tetea anazungumzia yeye yupi? Safi kaza. Safi vipi hali? Safi, shikamoo. Marhaba za huko. Safi tu. Mlete maneno. Bwana fadha mimi maneno yangu mgeni. Ndio. Nimekuja saa hizi mida hii yani. Lakini alipita zangu nikutana na bro hapo ni road. Ndio. Kanaelekeza kwamba dalali anakaa maeneo ya huko. Hapo naelekeza yeye. Kaambia nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu. Nielewa. Sasa yule bwana akarudi nyumbani. Wazee, mimi nimeona Tetea kwa mzee Mkaloleni. Sasa naombeni muende kwa mzee Mkaloleni, mkamfikishie huu ujumbe, alafu yeye atupe majibu juu ya Tetea wake. Hapa sana nimeelewa hapa. Unamaanisha Tetea langu mimi? Tanazi sasa tunapanga kunyoka tu hayo. Sasa tukasema haina shida, tufanye utaratibu wote wa kisheria ili mambo yawe mepesi zaidi. Hapa sasa nimekuelewa. Kwa hiyo nataka kusema kwamba muita barua posa. So dakta. Hiyo ni jambo la kheri. Habari gani ilikuwa njema zaidi hiyo? Sasa ujumbe bwana ndo ushike mwenyewe. Huo ndo ujumbe wetu. Wow. Kutoka kijana wetu. Huo ndo hivyo wenyewe. Watu wazima wakishaona tu hivyo tayari washaelewa. Basi sawa. Mimi wala sina shaka. Huu ujumbe mimi nimepokea. Nimepokea kwa macho mawili na mikono miwili. Lakini sasa sawa. Mimi nitaangalia ujumbe. Nitakachojili mimi tawasiliana. Naondoa hapo. Kuwa na amani kabisa. Niwaambie ila kitu kimoja mmoja nitakuuliza bwana. Ndio. Hivyo wadogo alhamdulillah. Dalali wa nyumba au vyumba? Wa vyumba. Wa vyumba. Okay basi haujapotea sana. Yaani hapo unaona barabara hiyo hapo hiyo. Unapita hapo nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu. Basi nashukuru. Poa poa. Kwanza kuhusiana na familia, ondoa wasiwasi. Mimi nadhani mwenyewe unanifahamu.
watu ninaotembea nao mara nyingi ni watu ambao ni pesa. Kwa hiyo kuhusiana na mtu ambaye anahusika moja kwa moja na huo mzigo ni mtu mwenye pesa. Unaona hii nyumba yako? Angalia huu mlango wako, sio ambao tu hapo hamna hata geti. Basi ndani ya mwezi tu utakuta hapa geti wameshakuwekea. Sasa masuala ya nyumba yangu na geti langu inahusiana nini? Kwa nini uongelee mlango wangu? Kwa nini usiongee vitu vingine? Wewe umekuja kwa ajili ya barua bwana, sio ndio? Na huu mzigo umefika. Wengine niachie mimi, lakini kusema masuala kuongelea nyumba yangu na mistaki bwana. Ndio mambo kama msitaka mimi yani. Basi ondoa wasiwasi. Hapo hamna shaka. Nimeshaelewana. Tunawasubiria nyie mtoe majibu ili ratiba zote ziendelee. Basi bila shaka, mimi hapo nadhani tumemaliza. Kwa hiyo karibu sana na kuwa na amani. Basi sawa, nikutakie majukumu mema. Mimi ngoja kwanza nielekee kwenye mazingira mengine. Basi sawa, bila shaka. Karibu sana. Sawa. Ndio maana nikashangaa leo mpendeza mvaa kanzu bwana. Sio kaida yako. Chira kupokea simu. Hii ndio shida ya kuwapigia simu wanawake. Simu anaika pembeni. Halo. Kaka. Habari za saizi bwana? Salama kama. Marahaba nimeshatikia. Ujambo? Jambo nyumbani. Hapa salama, sijui wewe tu uko vipi, unaendeleaje? Ndio bwana. Anasemaje shangazi yangu? Wewe naye. Huyu hapa hivyo bwana, sika toka sio kwenda wapi? Vipi sasa? Ndio kaka. Uko nyumbani? Ndio, niko nyumbani. Uko na mwamu hapo? Yuko. Sasa. Mimi nilikuwa na shida na nyinyi bwana, mje hapa nyumbani kwangu hapa. Kuna nini kaka? Kuna emergency kidogo imetokea hapa, jambo la heri. Sasa nikasema siwezi kulisolve peke yangu, lazima nyinyi mwepo bwana. Hii ndio familia yangu. Sema kaka, sasa mimi najisikia vibaya, sio vizuri kidogo. Ila kimejeka salama kuja haina shida. Baba Kizau. Naam. Pole. Asante. Nikitia maji kidogo pale kwa. Naam. Pole na kazi sana. Asante sana. Naendeleaje? Salama, sijui hapa nyumbani. Mungu ni mwema kwa kweli, sijui nyewe. Tuko salama, narudi salama. Ndio. Na majukumu pia yanaenda vizuri. Sasa. Za kazi mume wangu. Jema, sijui yenyewe hapa nyumbani. Namshukuru Mungu niko salama mume wangu. Umeshindaje? Mungu mwema mume wangu. Ndio. Sijui uko kazini unaendeleaje? Kazini kweli. Nashukuru majukumu yanaenda sawa. Sasa. Kuna changamoto nyumbani? Mbona changamoto yoyote mume wangu? Ndio. Sasa. Ndio na habari njema. Ndio maana nimekuja na furaha kabisa. Nakuona uso unang'aa. Basi sawa, ila nina shaka. Mwambie basi asichelewe, haja sasa hivi bwana. Haina shida sana. Kuna shida lakini sio sawa. Amani tu, Mungu anabariki, amani tu. Jambo la heri. Hamna shida yote, hamna shaka kubwa. Haina shida kama moja nimwambie anakuja. Haya, ongea sasa hivi bwana. Sawa. Fadhali bwana. Hiari singekuwa na aibu sasa hivi sasa. Kwa jambo sio mambo yangu yameenda vizuri ndio maana. Sasa kuna jambo ambalo nataka nikushirikishe mke wangu kwa sababu wewe ndio kila kitu kwa. Wewe ndio mwandani wangu. Wewe ndio usingizi wangu. Sasa Baba Kizau na wewe tena. Lazima nisifu kuwa na wewe. Sasa jambo lenyewe ni jambo jema. Kuhusiana na swala zima la ile taarifa ya swala la mjomba Vano. Nadhani nitakudokeza hilo. Sasa kuna mshenga nimemtuma ambaye ataenda kupeleka taarifa kwa mzee Mkalole. Ni mshenga ambaye tunaheshimiana
ni mfanya biashara mwenzangu, ni mtu mkubwa sana. Kwa hiyo nikapita nyumbani, akaja tukazungumza, tukakubaliana, nikampa ujumbe, na kubwa hasa ambalo amenihakikishia, amesema kabisa kwamba hilo jambo kwake limeisha, limefika mahala sahihi kabisa. Kwa 100% kanithibitishia kwamba taarifa zitafika, na kwa imani majibu yatakuwa mazuri. Washemeji. Washemeji. Vipi bwana? Safi bwana, kwema? Kwema kabisa. Karibu sana. Asante bwana. Naona umefika muda mwafaka kabisa. Muda mwafaka umefika. Basi karibu tukae. Asante bwana, asante. Karibu sana washemeji. Asante bwana. Washemeji. Naam washemeji. Vipi bwana? Safi, naona umefika muda mwafaka kabisa. Ndio, si mshemeji wangu wewe? Najua. Wewe wala uko tuna ugomvi kidogo, hujanimalizia kile kitu bwana. Na ugomvi wa nini? Huwezi kutokea kipindi hiyo mimi hadi mpaka leo bwana. Mambo gani kila siku tunabizana. Wewe subiri siku nitakuja ndasema naye. Talaka yako hapa, mwache dadangu. Shemeji. Hapo sasa hapo umefika kubaya. Nataka unipe mimi tena? Umeniona mimi? Ndio nashangaa hapo. Wewe umeshawagi na nini wewe? Vipi wewe unasema? Safi. Vipi huko ulipotoka nyumbani? Huko nyumbani bwana nilikotoka, naweza nikasema salama au sio salama, sababu dada yako kidogo anasumbuliwa. Wakati nipiga simu pale kanaambia bwana. Amekwambia? Anajisikia vibaya, ila sijui sasa hivi ulipomwacha. Nilipomwacha kidogo. Afadhali. Basi hayo hana shaka, kwa kuwa umefika hapa mamu. Mimi nahisi kila kitu kitaishia hapa. Au unasemaje? Ni kweli nimefika. Na uzuri umefika peke yako. Hapo bwana kuna ujumbe mmoja umenifikia. Nimefurahi sana baba Kizoma kusikia hiyo. Na nikupongeze sana. Unafanya kazi sana baba Kizoma. Ila unamwamini sana baba Kizoma. Maana unajua ile mzee. Namwamini. Kwa sababu nimekaa chini nimedadisi kwa kina. Nikaona yule ndio mtu sahihi kutokana na ukaribu wake yeye na yule mzee. Lakini the way jinsi ninavyomfahamu kwenye biashara zetu ni mtu ambaye anazungumza vizuri. Kama ana uwezo kwa kuconvince wateja wakanunua bidhaa, sidhani kama atashindwa kumconvince mzee. Mimi nakuamini baba Kizoma. Unajua katika machaguzi yake hujakosea. Ila awe kidogo mtu mwenye hekima. Maana yule mzee ni mtata unavyojua. Ila naamini kwa sababu wewe mtu unomchagua unamwamini sana. Hakuna kitakachoharibika baba Kizoma. Niko na wewe na kuunga mkono katika kila jambo. Ndio maana kutoka. Ujumbe tena? Kama upi ujumbe? Ni wa kheri tu. Kuna barua hapa imekuja. Sasa nikasema siwezi kuisoma mwenyewe kwa sababu unajua tena mimi shemeji yako mambo yako mimi. Sawa. Tulikuwa tunakwea sana minazi. Wewe ambaye barani masomo alinipiga chenga. Bwana jambo niliapa ile. Imekuja. Shemeji. Hiyo bwana barua hapo sasa imeletwa. Hii barua hii. Yule? Mpao. Sasa nikasema uje hapo ulisave ile jambo hilo. Tujue limekaje ndani. Sawa shemeji. Haina shida. Sasa usubiri basi. Mimi sasa. Wewe soma barua kwanza bwana. Sasa ungesoma mwenyewe. Kwa nini kunita mimi? Wewe soma hii hivyo mambo bwana. Acha kwa mambo yako. Wewe soma barua bwana. Sawa, haina shida. Hii barua bwana. Sasa bila kupoteza muda mimi kwanza tuisome ili mambo yawe sawa. Yahusu barua ya posa kutoka kwa familia ya mzee Jackson Jaka. 999